Cachal et Helena, un amour céleste. Dans leurs yeux, une étoile manifeste, unis par le destin, liés par le cœur. Leur histoire, un conte de bonheur dans les rues de la vie. Mimi naitwa Cachal Andre Mbaka. Niko Mkristu, mzaliwa wa shefiri ya Rwinja, lokalite ya Idudwe Kirembo, ambako kitofu yangu ilitokea. Ni hapo nilizaliwa. Nilipozaliwa babangu hakukawia kafa. Nikabaki kule Idudwe. Baba yangu alikuwa Luchiga, yulu ya Twangiza, wanaitwa Nyora. Baba sali gonjwa, wakampeleka huko Nyora. Kufika huko akafa. Bagafika kunitafuta, niko mtoto mdogo. Sikuona sura ya baba, sikumjua. Nikaenda kule, nikabaki kwa msho. Baba mkubwa wake na baba yangu. Nikabaki kwake. Alikuwa na wanawake wawili. Mwamurangiza ndio alikuwa mdogo, na mkubwa, wote wawili walikuwa pale. Ndio waza baba yangu mloko Lalani, Mvuna na kadhalika. Hapo ukatokea shida ya maisha. Nikawa mgonjwa wa bwaki. Mwenzetu Murangiza naye baba yake alikufaga, yuko pale naye akagonjwa bwaki. Tukawa na maisha magumu. Mwisho mwenzetu alikuwa na bahati mbaya, akawa anakamata kitu ambaye bakumtozea kukamata. Kulikuwa mzimu anaitwa Mulilima. Ile wakati mwenzetu banamtia asali pale, anayamasia anaikula. Banatia nyama ya maini anakula. Alikuwa na nyumba yake sawa nyumba ya kawaida. Wakati mwetu anakamata anakula ile, wanatupika sevoti. Wanatupika nshushu. Tulipigwa muda mrefu kabisa. Na siku moja ule mzimu Mulilima akasema, no, Mungu mnapika Kashali lakini haniibaki. Ninda baonyesha siku moja mwana niibaka. Haonekani. Wanasema Mungu mnanikula vyangu nitawaonyesha. Basi mwenzetu akafuka tupiga pamoja. Tukasumbuka sana. Alafu mwenzetu siku moja bahati mbaya mwenzetu anagonjwa. 14 Sezera anakufa. Ingavu za jinywa, ingavu zidahafa. Banataka kulia, nawaambia no. Niliwaambia kama nitawaonyesha mwana nilibaka. Njoo ule. Mwenzetu akapotea. Ile kanipa somo ya kujua kuiba ni kitu kibaya. Na haujaokoka. Na sijaokoka. Na unajua kama unakuwa na somo ya kujua ya kwamba kuiba ni kitu kibaya sana. Kwani unaweza kuiba na unakufa. Na Mulilima na kuua. Unakufa tu na ile mwizi ulifanya. Sikuiba kitu ya baki. Ndio vile baadaye katika ile mateso mama yangu siku moja akatoka Kumbi kwa kuniangalia, wanaambia mtoto wake alikufa. Sasa kwa hali mbaya anafika anakutana vya mtumbi naonekanaga. Nywele zinakuwa sawa zote jaune. Makope zinakuwa mrefu kufunika na macho. Hali mbaya sana. Ndio, hiyo ni magonjwa. Mama akasema magonjwa ya njaa. Mama akasema nifanye nini? Bakamwambia ukitaka upeleke. Mama akanitia kumgongo. Akanipeleka. Unajua baba sasa alikufa, aliachaga maji. Aliacha ng'ombe 5. Mbuzi 11. Basi nikaenda kwenye mama ikuli Kumbi. Nabakia na mama anaanza kunitunza. Nikaripele maisha. Bwana sifiwe. Ule dada yangu baba yake na Lameki. Alikuwa anaishi Buinja. Jimbi akamchungulia. Bakwetu bakasema kwa kade kuza, bakasema mtupatie mbuzi 14. Usudi kila pamoja bapeleke mbuzi 2 na wengine hivi na hivi. Dadangu akasema la. Kumwambia bwana yake upane ngombe hiyo kubwa kidogo, upeleke kwenye papa iko kuli Kumbi. Baba yake na mama yake na Lameki na haki nika kana inakera. Balijua kama ni baba yao. Bali ni heshimu.
Sasa ile wakati nakuwa Ikumbi, ule bindi ile ngomba naletea ya jirani, nikaanza ichunga. Nilishapona Bwaki, kaanza kuchunga ngombe kunituma, lakini papa gusita kidogo, nasema ningoe kidogo bana, nipiga zikanisumbua sana. Ndio siku mwalawa na nakutana bali nipiga wake na bachoka, anawaambia siku mtapiga tena mtoto hivi ndabafunga, sababu alikuwa monitor ya chef kwa rekodi na alikuwa mkubwa, yeye alikuwa anafunga kama abana wese anabafunga. Lakini kwa kishi anasema sitabafunga ninyi, alikuwa na control sana ya sheferi mzima juu ya kujua juu ya propriete na kujua, na alikuwa institué na pouvoir ya kolonial. Ndi mzungu kabisa. Basi unaona mzungu asema mkali kabisa sawa nyuki. Basi Mungu akanisaidia. Ni wakati ile mambo yanapita vile, ninakuwa mtu mzima, ninakuwa vile. Sisi mwalimu banapita bako banaimba maeshe boshi baga heki guru, manake bagai mamazimba banahamia watu, kuna imba nyimbo zao, tukasikia tunafurahi. Bakasema anapenda kuamini Yesu akui, tukafanya hivi. Mimi na mwenega hombera, kaenda pale wakatuombea. Nilikuwa na miaka 16. Wakatuambia siku ya pili mkuididwe kanisa letu, ndio kulikuwa kijiji kwetu, ni kule yule Ikumbi idudwe, ndio sasa santre yetu. Alo anafika pale, tunaenda sasa kwa kanisa. Sasa ile wakati niamini Mungu nikapata shida. Bakasema sasa wewe hautakuendelea tena kutuletea pombe, hautaenda kutulaguza pamoja, unakuwa mtu mbaya. Wakanipiga tena vyangu yote. Ile 16 ni hapo premi. No, c'est réalité. Ulijuaje kama sababu najua kama nabuzo kukulu nziki. Ndio wakati wa 1940. Okay. Ndio nilikuwa nitukulu nziki. Sasa sababu nakuwa nziki. Nakuwa nziki. Nziki ni ilikuwa ni souterrain. Souterrain. Zilifikaga mimi zikamataka. Maana yake ndio deja nilikuwa deja na miaka fulani, miaka 5. Sasa ule wakati nishaamini Mungu. Sasa napata mama banasema ukimpa chakula tunakufukuza hapa. Mama naye baba yake alikufaga akabacha babindi tu. Mwami akabariki pere. Akapelekwa Bugushu. Bugushu akapatia mtoto wake Kange. Mama akabakia kwa Kange. Okay. Paka muinemeji ni Mwakange, lakini alikuwa Mwalumbi. Sababu Lumbi alikufa bila mtoto mwanaume. Sasa mama akabakia pale, kaniambia mtoto wangu, wakinifukuza hapa sina kwetu, sina baba, sina mama. Sasa mama alimprive, usiendeke na Bundalaka. Sio nenda na Bundalaka unakufa. Kwa mama hakuwa anaenda na Bundalaka, alikuwa anaenda Mulengeza tu. Usudi ba mwa basi kwa basi mwa. Poteze trust. Okay. Mungu akanisaidia. Ile periodi ya mpigishio kaishi. Mama kaanza kunipa chakula. Nikaanza kuishi. Lakini mwa ile periodi ile nikasema nitaenda kwa masomo tu. Na ile ngombe yangu ya kwa dadangu ilisha sala. Tunakunywa maziwa ya ngombe yangu ya kwa dadangu. Okay. Kasema niende kwa masomo baka. Tena bakanipiga sana. Bakapelekea mwalimu kuku na maziwa. Akanifukuza kwa masomo. Tena bakanipa mwambia basi nipe chakula. Anaacha ngombe mtoto. Baya sana. Hapo nilikuwa nijaribu kuchunga ngombe. Sasa mnefsa kana sisi jo wakati tetwara mwenge rienzaka. Jo sa 46 jo tetwara mwenge na. Yes. Ndio wakati walwari walikuwa wanakamata wanaenda kule kukazi. Wanaenda kule mwenge kwenda kufanya kazi kule mwenge. Na mimi sasa mimi nabakia ku ngombe. Basi. Nasema naona acha ngombe. Tena nikapata vya mtema kuni kupigwa namna moja ya pekee. Ingawa nilikuwa naenda kwenda kutafuta mihogo na mimi naenda kwa masomo. Nikakaza tu nikabakia kwa masomo. Mungu akanisaidia. Sasa ule mwalimu baba mtume kwa kweli bilika kwenda. Nikarudia tena masomo. Nikutana mwalimu sababu ndeko pale. Akanipenda grave. Tulikuwa watoto karibu 9 bakubwa. Sie tumasomo. Hata soma za wenzetu. Tuende kwanza kushamba ya mwalimu. Sasa wenzetu wanamaliza masomo na sie tunakaa masomo. Panafundisha sasa wenyewe sikeni. Sie bakubwa. Basi Mungu akanisaidia. Nikaendelea masomo.
vizuri sana. Mwalimu sasa alifika tu mwa apre. Sema we, nani kutia kitabu cha 3? Kwa kitabu ya 3, mbongo yako. Ndio kitabu ya kwanza. Nikasoma ya kwanza nikaimaliza. Posho ile wakasema tu mtu kwa nini kufanya tuwazeni. Akasema sitakuandika. Hayo kitu. Hayo kwa siku. Nikalia, nikabakia kwa baroni niko nalia. Ba mama Mungu abasaidie. Sasa banapita wanakuta niko nalia. Uko nalia nini? Niseme hivyo niacha kunitupa kwa masomo. Nikwenda kufanya examen. Wanaenda kwa mwanamke karibu 10 na ngapi. Wanaenda kwa mwalimu Stefani. Wanamwambia baba, si utume mtoto naye. Sema mtoto ingali ya mbio ya kwa zamani. Sema utume tu. Sema kwenda kuita wenzako. Unaona idudu anapanda na ganda. Nikakimbia. Nikabakutana na ganda nikaleta kaye. Wakaniandikia nyuma ya kaye. Kashali Andre. Mimi nikaenda kufanya examen. Mungu akanisaidia kufanya examen. Nikatoka deuxième. Sasa nilirudia mwalimu akaniambia wamanyi turamanyi dole. Ile dole mpaka hivi sijui ndo kusema nini. Aloro Mungu akanisaidia. Tunaingia masomo la 3. Mwalimu wangu ni mwalimu Jifuno Elia. Angali viva. Akatufundisha nikawa najua vizuri sana. Examen ya kwanza nikatoka le premier. Ya pili nikatoka le premier. Ya tatu nikatoka le premier nikapata nyimbo za wokovu. Nikasema Mungu asifiwe. Mkatie tena nikaburie nikatoka premier tena pale Luinje Kibuti. Nikapata Nouveau Testament. Mkatie. Nikaingia msenke. Nikavunjika hii mguu hii. Tulikuwa tunacheza. Basi wakanianguka kwa nikasikia wutu. Kuya kuangalia mguu ninaje kweli. Walimu bakafika wakainyorosha. Wakaita ambulance Kaziba. Ikafika kama nipeleke Kaziba. Fika Kaziba wanasema hatuwezi. Twende Walungu. Kwa hospitali nyingine. Kwenda Walungu wanasema hautaweza. Twende Bukavu. Twende Bukavu ndio Bukavu. Kwa hospitali generali. Tena bazungu yini wanafika. Wananiangalia wanasema c'est enfant encore il peut guérir vite et tu auras une prime. Anasema kuna ndugu yako hapa, nasema hapana. Sema ndugu yako taikata ndio pone mbi. Nasema sitaki. Sema imbecile. Mzungu ana podo hii. Tapiga imbecile. Imbecile. Pasi. Ande briti mko na leta ndo mademoiselle directrice wetu. Asema venez prendre votre imbécile. Bwana. Panirusha tena mtu gani? Niaulidi kazi. Patia hospitali. Kesho yake wanafanya plasteri. Kama hivi. Kila siku nilipa aspirin. Mungu akanifanyia ishara. Kuna mtu akunichunga. Sina mtu. Na kuniletea chakula iko wapi? Bali wenye kwa hospitali najua nikulisha. Lakini Mungu akanifanyia ndio ishara yangu ya kwanza Mungu anafanya. Nafanya tu mama hospitali sikuenda lazima kuwa. Sikuenda lazima kuwa. Naweza uliza babake na nifuje kama bangali waliona mule sikuwa na lazima kuwa. Mungu akanisaidia. Hii dada yangu ikuwa kuniangalia. Mama yake na Lameki wanafika pale wanasema kaka yetu anakufa. Nikamwambia sitakufa. Msiogope ndapona. Yesu asifiwe. Sasa wakati ule tumezoea niishi kwa Mkristo. Niliamini 1956. Nikabatiziwa 1957. Sasa nilikuwa nafanya mwaka mmoja wa batizo. Okay. Niliamini mwezi wa 5. Nikabatizwa mwezi wa 4 le 21 avril 1957. Ndio nilibatizwa. Kulikuwa pastor Jerome Mwene Munga. Okay. Walikuwa Luinje. Wakati nilibatizwa. Kwanza najua tubarikiaga ndoa na wewe rafiki. Okay. Basi nikabatiziwa, nikabakia Mkristo. Sasa ndio masomo. Nilikuwa na buri sana. Walikuwa wananijua sana. Kashali Andre kama masomo hakukuaga mkia alikuwa mbele. Mungu akatusaidia vile tukaota vile. Tukaota katika imani, nikapenda Mungu sana. Sana. Nilikuwa napenda Mungu sana. Nilikuwa na neema ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Sana kabisa nilikuwa. Nikaendelea vile na Mungu akanibariki.
Nilikuwa kufika pale, kuya kutuma kwa masomo, pakaacha kunituma kwa masomo. Tena banamuke nikafanya examen Bukavu, pale marehemu Mujanga, nikapita. Nikataka kwenda kwa masomo, akasema no. Banamuke tena baende kureklame kwa Pastor Jerome. Kama utumi Andre wetu wa masomo Lemera, tutakorogana. Pakaniletea recommandation Bukavu. Nikaenda Lemera kwa Monitaire. Udi école de Monitaire. Oui, rala. Sababu tulikuwa na Banyarwanda na Baburundi. Tulikuwa pale. Na bakutoka huko Kivu yote mzima. Tulikuwa pale. Taba kutoka Goma, bakutoka wapi? Tulikuwa pale na Kisaro Zaki. Hawayo mwenye ba mingi. Na mwisho tulikuwa naenda kule kwao, tunasalimiana. Wakati wa wakati ilikuwa ile wakati ilikuwa diplôme ya 3 ans. C'est après qu'on a changé à 4 ans. Et c'est après qu'on a fait aussi à 6 ans. Il y a 3 ans. Pas de 3 ans, tout diplôme. Lakini sisi tulifika tena wakati panafika deja 4e. Sababu 4e, 6e ilianza nyuma sana. Nyangezi ndio faraga di promotion ya kwanza 1960. Lakini Lemera ilianza promotion nadhani 1964. Ndio sorti ya kwanza ya diplôme ya 6 ans. Nilianza première année école de Monitaire. Nikamaliza deuxième année école de Monitaire. Deuxième. Ile wakati iko seo cycle d'orientation. Nikapata pia cycle d'orientation. Après ça ningia m3e nikagonjwa. Sana nagonjwa. Wanipeleka Burundi kutunza sana patini. Wanipeleka Bunia sana patini. Wakaniambia twende tutungoe. Nilikuwa nagonjwa, kichwa inaluma sana. Sasa kujifunza. Ndio wakaniambia sema uache kusoma kwanza ya mingi. Sasa wazungu borsa wakati daktari akasema no Kashal ombate prendre. Tutakwenda na wewe Norvege. Amina 64. Utaenda kujifunza, utaenda kutunzwa kule na kujifunza. Rebellion Mulere wa. Naanguka Lemera, hakuna mwenye kufanya. Vitu vinasambarana. Masomo inakuwa kufika mambo kuna nini ya kwenda. Mimi sikupata nafasi. Sasa kwenda fasi. Naenda kwa nyumba. Wanasema sisi kulifofe uwe mwalimu. Puisque alikuwa ananijua, nija wakasema kwa mwalimu huko, nikasema hapana. Kaziba wakaniita. Videka wakaniita. Magic ni Bukavu wakaniita. Nikamwambia mimi kwenda ile habari haitawezekana. Akaniambia tabakia mbiro yangu, nasema hapana. Grafel Mashengo alikuwa kubata. Kanibenda kuombea kazi, kwenda kuniombea kazi wanakataa. Sababu nikatala nikasema basi. Kulikuwa wana mwa Rosta. Alikuwa Mkongo. Alikuwa Shera. Nikawa nafika kumsalimia mara ya 3 akaniambia, "Teti, kuna kazi?" Nasema hapana. Chebeti je travail. Tie mbogaso. Kaenda kwa mzungu akamwambia kama huyu afanye examen hapa, mimi natoka. Walikuwa wamesha prepare kufanya examen 8. Nikawa na hivyo. Tukafanya examen. Nikatoka deuxième. Mais premier alikuwa na mauvaise critique. Bakasema mpira le deuxième wala c'est le premier. Bakanikamata kwa. C'est comme ça que j'étais en 1964. Sibika kubata. Nikatubasa bakoba naiba. Na mimi buizi nilimbiaka kama kuiba ni mbaya. Ili ndio naga kunyumba. Nikatosha watu 3 kazi juu ya buizi. Kisha nikasema hivi sana baba. Nikademisiona kubata. Wakaniangalia usiwezi medikali. Wakanitia ukliniki. Niko naenda ukliniki na kujenerali. Siku mzani nimefaulu maisha. Ndio wakati ule na pia kuchumbia Eleni. Habari yangu ya wokovu. Kwanza ninaweza kushukuru Mungu. Sababu ndio mimi nilizaliwa ndani ya nyumba ya Kikristo. Manake baba na mama walikuwa wa Kristo. Na ile kujua ile wokovu nasema hata nani yangu ya ubatizo liko nayo, lakini sijui kwenye nitia sababu sikumbuke wakati tena. Sasa
mwele wokovu tukaendelea na wandugu zangu na nikakuwa mwimbaji. Wewe ulibatizwa mwaka gani? Mwaka wangu wa kubatizwa 1961. ndio 1961 ndio wakati nilibatizwa. Sayuni. Na kuzaliwa alizaliwa Nyamugo. Baada ya Nyamugo, juu baba alikuwa anatumika kwanza kwa misioneri zamani. Sasa wakati baliacha ile kazi tukatoka tukahamia Bagira. Sasa Bagira baba hakukuwa tena monani kazi akaruza papa Kaboi. Ndio aliendaga akakufa Mai Kalemi. Akakufa Mai Kalemi. Okay. Na nilikuwa na miaka 12 wakati alikufa. Nani yeka shali ndo walikuwa na ba muyomba wangu sinyimbo tumika pamoja. Bwana wanaangaliza. Ndio wakati walikuwa nafika kwetu wanaenda kuangalia yeye muyomba yangu. Na tukabakia vile ndio. Na nikashukuru Mungu sababu antuka kuamini Mungu ni kwa lazima sana. Tulikuwa tunaimba pamoja na wengine tuliendelea vile. Na mwisho mistafika mbali kusema mingi. Ye papa Kashale alikuwa kunichumbia ndio. Lakini sikukuwa nasema juu. Basi sijui ndasema namna gani. Nilikuwa nikimya tu. Hata watu wanafika ni vile tu, wanafunzi wa kutoka Lemera, tuliwekea vile Mungu anakuwa mzuri na anakuwa mwaminifu katika mambo yote. Ye mzee papa Kashala alikuwa nichumbia ndio. Na wakati alinichumbia akatuma kama mwenzake moya rafiki yake nakumbuka Kakara anafika mwetu aende angalie anakutana mko vingine wenyewe walikuwa nichumbia na bobi vingine viko moto na juice kwa anasema ni kila tu kisha anatoka naenda mwambia yeye mwenzetu asime huko wengine penye viko mule penye kumchumbia mwenzetu alipita aliingia tu anawasalimia na salimia mama mama alikuwa mumafika anamsalimia kisha mwenzetu anatoka anaenda nje. Sasa alitoka na mimi natoka nje. Ya Mungu wangu. Tubakia anazungumza ananiambia ndo mchina ndo siku tulisema na wewe. Akanambia mimi naona sawa pale venye viko mule ndio wanataka kuchumbia. Nikasema hapana. Akanambia basi kama unaitika kama unanitika basi na mimi leo napashwa enda mwambia bakwetu. Nikamwambia ndio. Bale wenyewe walikuwa mnyumba walikia kunisemesha wakafika nje wakasema Helena tunaenda. Nikasema sawa. Ilikuwa magharibi. Aseme ndio. Ile wakati si alikuwa aseme gwendo na sindikiza na sindikiza hapana. Sisi tunaenda na mimi karudia mwetu mnyumba. Silinganishe wokovu wangu na kitu kingine, kwani ni ya bei kali safi ya mwana kwa Mungu. Wokovu niliopata na unanirusha juu kwa ajili ya shangwe kubwa, si